Huyu jamaa alikuwa na mdogo wake, na hapa alikuwa akichimba kutafuta dhahabu. Mdogo mtu alihisi kitu. Alipogeuka nyuma, aliiona dhahabu kubwa. Haikupita muda, ile dhahabu ikarudi ardhini. Akaona hata ngoja nimwambie kaka. Angalia kule dhahabu. Dhahabu. Mimi sioni kitu. Ukiangalia haoni kitu, anaona eneo. Mimi naiona dhahabu ndio ile kule, iko kule. Pale kuna dhahabu kubwa tu tukalime. Kuna nini? Akasema kuna dhahabu kubwa pale, twende tukachimbe. Jamaa akasema dhahabu? Haya, basi twende. Kama una dhahabu twende. Walipofika hapa kuna shimo. Mtoto akasema kaka, tunapitaje hapa? Kaka akasema we, mbele si kuna dhahabu? We njoo nikubebe, tunapita. Mtapitaje? Mdogo wangu siku unaona pale mbele kuna dhahabu. Ndio. Wewe chukua panda hapa. Sehemu yenyewe ndio hii hapa. Unamaanisha ni hapa? Mbona sioni kiashiria chochote? Mtoto akasema ni hapa, we chimba. Jamaa akawa anachimba pale. Jembe la kwanza, la pili mpaka la tatu. Hakuamini macho yake. Akaiona dhahabu kubwa katikati ya udongo. Kwanza akamwangalia mdogo wake. Mdogo wake akamwambia, umeona? Kaka, kuna mbwa ajabu kule anakuja kaka. Ghafla mtoto alisikia sauti kali sana ya kutisha. Alipogeuka alishangaa kumuona mbwa mkali wa kijani. Alichukua kitambaa kama chombo tayari kuanza kuipakia ile dhahabu. Alifika hapa akajibanza. Mtoto kwa ujasiri akawa anachungulia kuangalia mbele. Mbwa ile ya kijani bado inanusa, inaona mbona kama wapo huko. Ngoja nielekee kule. Kaka, ule mbwa shaondoka. Faa kitu sasa tumuue ili tuchukue zile dhahabu zote. Ndugu wangu, unachosema ni sahihi. Unajua sasa nini? Pita huku, na mimi nipite huku. Jamaa alikuja mpaka huku aliko yule mbwa. Lengo ni kumtengenezea mtego. Akawa anamuita, "Wewe mbwa wa kijani, niko huku, njoo kama unaweza." Jamaa alifika mpaka mwisho, akaona hapa ndo pa kumtega huyu mbwa. Mbwa nalo limechachamaa, linajiandaa kwa kurudi nyuma ili liweze kumvamia. Jamaa akawa anarudi nyuma taratibu, akiangalia chini ni mbali sana. Alichokifanya ni kushuka chini chap. Akajibanza. Ule mbwa alivyokuja akapitiliza. Mtoto anakuja spidi kumwangalia kaka yake kama yuko salama. Bila kuchelewa alimsaidia kumvuta kumtoa pale alipo. Kaka aliinuka na kwa furaha alimkumbatia mdogo wake. Niandikie kwenye comment umejifunza nini kupitia hii video. Na je, nani kapambana sana kati ya kaka na mdogo mtu?